Na wakati ulimwengu unafurahi, wewe ukilia, kila maneno mabaya yanaweza akawa juu yako. Amen. Wanaweza wakakuroga, wanaweza wakakulaani, na laana zikafanya kazi. Amen. Sababu ulimwengu, sababu adui amepewa nafasi. Amen. Wakati Bwana sasa anaanza kukuchekesha, wakati muda wa kucheka kwako unapokuwa umefika, hata ainuke mama mzazi aliyekuzaa akulaani, laana haikugusi. Amen. Biblia inasema ni nani awezaye kumlaani mtu ambaye Mungu amembariki? Amen. Ni kwamba wakati wa kucheka unapofika, wakati Bwana anapoonekana, ina maana wakati Bwana anaonekana ni kicheko kinaanza katika maisha yako. Amen. Biblia inasema katika Mwanzo 21 mstari wa 6, Ana tunamwona akiwa ni mama wa kulia. Kweli. Tunamwona Ana akiwa mama mwenye kilio, mwenye huzuni nyingi sana. Tunamwona ni mtu ambaye hana furaha. Bado kitambo kidogo ulimwengu watacheka, ulimwengu watafurahi, na nyinyi mtakuwa mkilia. Na bado kitambo kidogo wa ulimwengu watakuwa kilia, nyinyi mtakuwa mkifurahi. Penina alikuwa akicheka, Penina alikuwa akifurahi juu ya maisha ya Ana, lakini bado kitambo kidogo, unajua mtakuwa mkicheka. Ina maana unapoanza cheka pia revelation ya Mungu inapita ndani yako. Ufunuo wa Mungu unapita ndani yako. Ufunuo wa kimungu unapopita katika maisha yako, unakupa mwongozo utakapo kuketisha katika lile kusudi la Mungu. Ina maana ufunuo wa kimungu unapoingia ndani ya maisha yako, unakuongoza kuyafanya yale atakaofanya wa ulimwengu wamtambue Mungu unayetembea naye. Ana akapata ufunuo, akasema nitakwenda kinyume na desturi, nitakwenda kwa namna nyingine. Akasogea mbele za Bwana kwa namna nyingine, mpaka kuhani anamwambia, we mwanamke utalewa hata lini? Wasogea madhabahuni. Mlevi wewe, sikia, ndani ya muda wa watu, unapokuwa unatoka ndani ya muda wa ulimwengu wanaocheka, watu wanaweza wakakufananisha, wanaweza wakakuita majina mengine. Tembea na ule ufunuo unaenda kukuketisha ndani ya wakati wa kucheka. Amen. Amen. Biblia inasema akaingia pale, kuhani anamwambia, akaambia, ungelijua huzuni yangu, mimi sijalewa. Amen. Mimi sijafanya ubaya unaosema, bali Bwana Bwana angalia huzuni yangu. Kuhani akasema, Mungu akujibu sawa sawa na maombi yako. Ufunuo utageuza maneno yao. Ufunuo utageuza fikra zao mbaya. Kuna namna unatembea, watu wanakuhisi ni mtu fulani, watu wanakuhisi ni jambazi, watu wanakuhisi ni muovu, watu wakikuona tu wanasema hapana, haiwezekani, huyu ni mtenda dhambi. Acha usibishane nao. Amen. Hivi unajua kuna wakati ukitaka kujitetea sana utajiingiza kwenye kosa na wewe hauko katika hilo kosa. Acha wao waongee, lakini kitambo kitakapofika, muda utakapofika, utaongea. Amen. Na Biblia inasema katika ile 6:21 Mwanzo kwamba Ana sasa anasema, Bwana amenifanyia kicheko, na kila atakayesikia atakuja kucheka pamoja na mimi. Haijalishi ni mchawi, haijalishi ni adui, haijalishi ni yule mganga, haijalishi ni wale wasiotaka kukuona. Kinachoenda kutokea ni kila atakayesikia hata laani tena. Kila atakayekusikia atakuja kucheka pamoja na wewe. Ninainua nguvu ya kuleta kicheko katika maisha yako. Magugu yote yaliyopandwa, uchawi wote uliopandwa, saa ya Bwana kutenganisha magugu imefika. Nimetangulia kusema hivi,
Ukiwa kwenye wakati wa ulimwengu, wakati wao, unaweza kuingia mahali ambapo utapata faraja, ukatoka na uchungu. Ndio maana kuna watu, kwa sababu ulimwengu uko ndani ya wakati wao wa kucheka, wanakimbilia madhabahuni, hawatoki na faraja madhabahuni. Unakutana na mtu unafikiria ni mpenzi, lakini si mpenzi, anakuwa kiumiza moyo. Usifadhaike, subiri wakati unafika. Bwana atatenga magugu na ngano. Unabeba mto kuliko upokee mema, unapokea uchungu. Unafunga kuliko upokee majibu, unabeba maneno ya watu wanakusema. Unajipendekeza. Saa ya Bwana ikifika, muda wa Bwana ukifika, kila utakachokifanya itakuwa ni amina, itakuwa ni ndio,